akakupatia kazi ukaendelea na kuwa mwalimu wa ususi, wa ufundi na chingine ulisema na urembo. Lakini hii kwa Watanzania wanaelewa maana ya urembo. Kwa Warwanda ambao wanakufuatilia, urembo ndio nini? Urembo ni kupaka mtu kwenye uso akawa mzuri sana. Warwanda wanavitaji inaitwa nini kwa Rwanda? Kwa Rwanda ni gusiga. Haleluya, ndugu wapendwa, ndugu zetu wa Tanzania, wa Rwanda, Warundi, wa Kenya, wa Uganda, wa Kongo, wote ambao mnasikiliza lugha ya Kiswahili. Tumeingia tu hivyo hivyo kwenye channel hii ya Umutro Family Gospel TV. Ni channel ambayo inapitishwa mafundisho ya kitamaduni anayohusiana na Biblia au na wokovu. Sisi ni warokore. Mimi mwenyewe kwenye maiko ya pili mnanisikiliza ni mchungaji James Karemera, ni Mrwanda, ni mwangalizi wa kanisa la DNPC Rwanda. Tuko na mgeni, ni mbiti mzuri, anapendeza, ni mrembo, sijua amejipiga makeup na vitu ambaye atatuelezea mwenyewe kwa kuwa mimi sielewe mambo yote. Karibuni dada. Hujambo? Hujambo, shikamoo. Marahaba, hujambo? Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Mimi naitwa Esther kutoka Rwanda. Esther kutoka Rwanda. Na angalau leo uko wapi? Uko vizuri sana. Uko vizuri na uko Rwanda. Rwanda unaishi wapi Esther? Sehemu ni Kigali City. Sehemu ya Kigali City. Kwa hiyo mtoto wa mjini? Si ndio? Ndio. Unazaliwa hapo mjini? Ndio. Esther, napenda tuzungumze maneno machache kwa Kiswahili na angalau haujachijua chote, lakini hata awe msomi hawezi kujua mambo yote, si ndio Ndio. Esther ni mtu gani? Esther ni msichana. Esther ni msichana na ni mrembo, si ndio Esther, tulijua kwamba ulitoka Rwanda ukaenda nchi Tanzania kujifunza masomo tofauti. Ndio. Aha. Ulitoka Rwanda kuenda Tanzania kujifunza. Ulijuaje hiyo ya kujifunza na kuenda Tanzania? Tanzania ulikuwa unapajua? Hapana. Ndio siku yako ya kwanza ya kwenda Tanzania. Ulijuaje hiyo sasa? Siku yangu ya kwenda Tanzania, wanasema Esther, mnaenda Tanzania saa 10. Namwambia Mungu nisaidie. Sijui Tanzania ni watu gani. Ni nani alikuambia utaenda Tanzania kusoma? Ulijuaje hiyo? Jadofisi. Jadofisi ndiye alikuambia kuna shule Tanzania utaenda kusoma. Shule gani hiyo? Alikuambiaje? Ufundi. Shule la kifundi. Ndio. Na kwa hiyo ukajiandaa ukatafutisha vitambulisho na mambo yote ukamalizia ukaenda kujifunza shule la kifundi Tanzania. Ndio. Umefika mahali ukasema niliambiwa tutaenda saa 10, nikasikia Mungu wangu. Kwa nini? Jadofisi anaongea na Pastor Karemera. Akatwambia saa hivi mnaenda. Namwambia Mungu nisaidie, tunaenda usiku. Ulikuwa hujui kuamka mapema? Ndio. Ulikuwa hujaenda usiku Ndio. Mara yako ya kwenda usiku. Wakasema tunaenda Jumatatu mpaka Jumatano. Namwambia Mungu tusaidie.
Jumatatu, Jumanne, Jumatano kwenye gari. Ukasikia ni mbali sana. Tusaidie, ni mbali sana. Ndio. Tukaenda ngaona tunashika Tanzania. Mlikuwa na watu gani? Ulienda peke yako? Ulienda na wengine wanafunzi? Naenda na wengine wanafunzi 5 na mimi wa 6. Na wewe wa 6. Ndio. Mlienda kujifunza masomo moja? Hapana. 5 wavulana. Ndio. Wanaenda kufunza chuo cha Bible. Ndio, teolojia. Alafu mimi mmoja naenda kufunza ufundi. Ufundi. Mliofika Tanzania waliwapokeaje? Ni wanani waliwapokea? Mlijisikiaje? Tukifika Tanzania kwenye shule. Ndio. Wakatusalimia. Ndio. Wakatuambia Wanyarwanda ni wazuri sana. Wakasema wanapenda sana. Ndio. Tukawaambia na kwetu tunawapenda sana. Nanyi mnawapenda sana. Ndio. Kwa hiyo mkafika Tanzania, nchi ya ugeneni. Ilikuwa ya mara ya ngapi wewe kwenda Tanzania? Mara ya kwanza. Ilikuwa ya kwanza kabisa. Kweli. Lugha gani ulikuwa unajua za huko Tanzania? Ngaenda najua Kinyarwanda na Kiingereza. Ulikuwa unajua Kiingereza, Kinyarwanda? Wakasema tunaongea Kiswahili unakijua? Ngawaambia hapana. Wakasema sasa tunafanyaje? Ngawaambia mfundishe, mimi sijui kabisa. Ndio. Wale wavulana walioenda kusoma teolojia, mlikuwa pamoja au wewe ulikuwa unajifunza kwako na wenyewe wanajifunza kwao? Wavulana walikuwa wanajifunza kwao. Ndio. Na mimi najifunza kwao. Mlikuwa mko tofauti? Ndio. Ulisaidiwaje kujifunza? Unasema hujui Kiswahili na lugha tofauti za Tanzania, na ulikuwa unajua Kiingereza na Kinyarwanda. Ulianzaje kujifunza hata kifundi, masomo ulioenda kujifunza, na lugha yenyewe haujui? Kuanza kwenda darasani. Ndio. Ngawasalimia Kiingereza, wakasema hapo tunasalimia Kiswahili. Ngawaambia mimi sijui Kiswahili. Ndio. Ngawaambia sasa mnafundisha. Ngawaambia vitu vya saluni hapo, vitu vya ushonaji hapo, urembo hapo. Hii ni nini? Hii ni nini? Ngaandika kwenye daftari. Unaona, ulianza na kujifunza mwenyewe. Ndiyo. Ukauliza, hii mlikuwa mnasoma masomo mangapi? Masomo 3. Ipi na ipi? Ushonaji, urembo na ususi. Alafu mimi ngasoma na somo la 4. La 4. Ndio? Ya Kiswahili. La Kiswahili. Kwa hiyo wewe ulijifunza masomo mengi kuliko wengine. Ndio. Na ulifika, Esther, tuambie ebo, ulifika Tanzania shuleni, ulikuwa ushachelewa kwa masomo. Ndiyo. Na ukakuta wengine wamesha anza. Ndiyo. Uliwezaje kuendana na wale ambao wamefika mbali kwa masomo? Wengine wanafika mwezi wa kwanza, mimi ngafika mwezi wa 3. Ndio. Ngaona wanajua vitu vingi. Ndio. Namwambia Mungu, mimi sijui kitu kimoja, nisaidie. Hujui hata kimoja? Ndio. Ngavifunza sana. Sasa hivi mimi vyote navijua. Sasa hivi vyote navijua. Ndio. Ulitumia mbinu gani isiyo kuomba Mungu akusaidie? Kitu kingine uliyofanya ili ujue haraka ni kitu gani? Wakaambia kitu, ngawaambia sasa hivi nakifunza, ngaandika kwenye daftari. Alafu usiku ngaenda kwenye chumbani changu ngavifunza. Ukajifunza. Wengine wakalala saa 2, mimi ngalala saa 5 kwa hiyo sababu. Kwa hiyo ulitumia muda mrefu ili uwafikie wengine. Ndio. Kwa wakienda kulala, wewe unaenda kujifunza. Ndio. Kwa daftari lako. Ndio. Yaani ulikuwa unaandika, baadaye unajifunza ili uwafikie. Ndio. Esther, mlijifunza kifundi ya ususi, ya ushonaji.
hiyo ya ushonaji, hebu tuambie ni nini ulijifunza, labda kitu kimoja, mfano mmoja. Toa mfano mmoja wa nguo iliyoshona mwenyewe na ususi chenye ulifanya. Wale ambao wanatufuatilia mtandaoni wawe Wanyarwanda, baadaye wataenda kujifunza wenyewe. Wewe wa Tanzania, kuna Watanzania wengi hawajaja kujifunza. Kwa hiyo ni nini mfano, toa mfano mmoja ulichofanya na kilichokubariki sasa hivi. Sasa hivi hii gauni ni mimi mwenyewe naishona. Hiyo gauni ambayo umevaa ni wewe ulishona mwenyewe? Ndio. Acha bana. Kweli. Kwa miezi hiyo ulijua kushona gauni hiyo? Kweli. Wanayotufuatilia mnaiona gauni nzuri sister dada yetu Esther aliyoshona kwa shule, alikuwa anajifunza shule la kifundi huko Tanzania. Umesema ni wapi? Umesema Tanzania wapi? Tanzania kwa Dodoma au Dongobesh. Kijiji moja cha Dongobesh, mkoa wa Manyara. Ulijifunza hiyo gauni, ulijishona mwenyewe? Mwenyewe. Sasa inaonekana ni mwalimu wa ushonaji. Ndio. Unaweza ukawafundisha wengine ushonaji? Nawafundisha sana. Na uchenyulio jua sana kuliko chingine kwa masomo lako ni somo gani hili? Kitu kingine ni kusuka. Kusuka. Wanafunzi mwingine namsuka kama hii na yeye akansuka kama hii, na hivi navijua vizuri sana. Yaani mlijifunza ususi kutumia watu kama wewe. Unamtumia mwenzako na wewe na yeye anasuka kwako. Ndiyo. Kwa hiyo kuandika na kufanya kwa mikono unajua vizuri. Najua. Sasa hivi unaweza ukawa mwalimu wa ususi? Ndiyo. Wanaitufuatilia mtandaoni, huyu ni Esther, ni mwalimu ametoka nchi Tanzania kujifunza ususi. Na unaujua ususi tofauti, nafikiri kuna ususi kwa Rwanda, kuna ususi kwa aina ya Tanzania, vyote tunavijua Ndiyo. Kama kuna mashuri ya kifundi Rwanda wanayokufuatilia mtandaoni, wanaweza wakakukaribisha, wakakupatia kazi, ukaendelea na kuwa mwalimu wa ususi, wa ufundi na chingine ulisema na urembo. Lakini hii kwa Watanzania wanaelewa maana ya urembo. Kwa Warwanda ambao wanakufuatilia, urembo ndio nini? Urembo ni kupaka mtu kwenye uso akawa mzuri sana. Warwanda wanavitaji inaitwa nini kwa Rwanda? Kwa Rwanda ni gusiga umuntu makeup. Makeup ndio wengi wanajua makeup. Makeup ni Kiingereza, Rwanda wanasema kwa Kiingereza makeup. Aha. Kwa hiyo kwa Rwanda hamuna jina tofauti kama Watanzania. Watanzania wanasema ni urembo. Si ndio? Kwa hiyo unaweza kufundisha urembo au kufundisha makeup. Ndio. Ulijua vizuri. Shukrani kwa nani sasa? Nataka shukrani zako zifike kwa nani? Sasa hivi wanakufuatilia ni watu wengi. Ulitoka kujifunza mashule ya kifundi na ulijua, ulikuja na diploma yako. Unaweza ukashukuru waliokusaidia kwa mafunzo yenyewe. Kuna walimu, kuna wanafunzi ndugu zako, kuna na viongozi waliokusaidia. Shukrani zifike kwa nani na nani? Namshukuru Mungu kwa sababu ya James Karimela. Aha. Anasaidia ngashika Tanzania. Ndio. Namshukuru Mungu kwa madamu wa ususi Rebeka. Kwa Rebeka, mama wa ususi, ndiye alikuwa mwalimu wa ususi Ndio. Aha. Namshukuru Mungu kwa madamu wa ushonaji. Huyo mwalimu wa ushonaji ni nani? Anaitwa Rebeka mkubwa. Kuna Rebeka mdogo na Rebeka mkubwa. Wawili wote wanaitwa Rebeka. Wote walimu wako walikuwa wanaitwa Rebeka? Ndio. Mpaka ukisema mwalimu wa ushonaji unaongeza mdogo? Mkubwa. Ndio. Kwa hiyo Rebeka mkubwa alikuwa anawafundisha ushonaji.
Ndiyo. Na Rebeka mdogo akawa anaufundisha ususi na urembo. Ususi na urembo, ilikuwa mwalimu ni moja. Ndiyo. Aendelea kuwashukuru. Namshukuru Mungu, Jadofisi wa Rwanda. Ndiyo. Anatusaidia kufika Ndiyo, Tanzania. Aliwatangazia kuna shule fulani, akawakutanisha na mchungaji James. Baadaye mkasafiri mkaenda kusoma kule Tanzania. Ndiyo. Haya, wenye ambao wanatufuatilia mtandaoni hiyo wanaisikia. Namshukuru Mungu, Babu Gote. Baba Gote. Ndiyo. Si mzungu, mwanzishi wa shule. Ndiyo. Ndiyo mwenye shule. Namshukuru Mungu kwa sababu ya Baba William. Kwa Baba William. Ndiyo. Baba William ni mtu gani huo? Ni anafanya kazi. Ndiyo. Kwa shule. Ndiyo. Kanafanana na ka Babu Gote. Aha, ni kazi pamoja na kare ka Baba Gote. Baba Gote ni mzungu. Wanayetufuatilia mtandaoni, Baba Gote ndio mwanzishi wa shule. Ndiyo. Na William anafanya kazi ya viongozi kama Baba Gote. William alikusaidia nini dada? Anasaidia sana. Ngataka kintu, ngamwambia Mungu nisaidie. Baba Gote akanisaidia. Ndiyo. Ngaona ni vingi sana. Ndiyo. Mungu amsaidie sana, ampe mahera mengi, asaidie na wengine. Aha, shukrani zako kwa Baba Gote, kwa Baba William. Mungu awabariki, awape hera nyingi za kuwasaidia watu wengine. Ndiyo. Kwa hiyo wewe unajisikiaje sasa hivi? Uliojifunza ni nini umeenda kufanya? Naenda kufanya ususi na urembo na ushonaji, vyote navijua. Mwishoni wa kipindi chetu cha mazungumzo kuhusu safari yako ya kwenda kusoma Tanzania, nimependa tuzungumze machache kuhusu unaona kuna Rwanda kwetu wanasema umuco ndio kitamaduni kwa Kiswahili. Ndiyo. Kitamaduni ya Tanzania na kitamaduni ya Rwanda, unaona tupe tofauti, mfano nayo tofauti gani kwa kitamaduni ya Tanzania na kitamaduni ya Rwanda? Kitamaduni, umesema kitamaduni, tofauti ya kitamaduni ni ipi? Tofauti ni kusalimia. Ni kusalimia. Watanzania wanasalimia, mtoto anasalimia mtu mkubwa, shikamo. Shikamo. Mtu mkubwa akamwambia marahaba, ndiye akamjibu marahaba. Kwa Kinyarwanda sijui shikamo ni nini? Hamna. Haujui shikamo ni nini? Na kwa Kinyarwanda hamna jambo kama hilo. Ndio, kwa Kinyarwanda tunasalimia mtu mkubwa au mdogo, wote wanasalimia kwa pamoja. Muraho. Saa 12 mpaka saa 6 wanasalimia waramutute. Saa 6 mpaka saa 11 wakasalimia wiliute. Au ni kwa Kirwanda? Ndio, kwa Kirwanda. Kwa Kitanzania? Kwa Kitanzania mdogo anasalimia mtu mkubwa shikamo. Kwa masaha yote? Kwa masaha yote. Kwa masaha yote. Hiyo ndio tofauti. Sijui shikamo ni nini. Haujui ni nini. Sasa kuri ulijifunza ukajua shikamo ni nini? Hawajakwambia shikamo ni nini? Hawajaniambia. Shikamo ni kama, sasa kama warokore kwetu tunasema Yesu ashimwe, na inatumika kwa masawa yote. Ndiyo. Kwa hiyo Tanzania kwa Kiswahili, au uliniambia ulijifunza lugha tofauti? Ndio, kwa Kiswahili wanasema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, na inatumika kwa masawa yote. Ndio. Ulituambia umejifunza na lugha zingine? Kuna lugha zingine walikuwa wanasema pale? Ndio. Lugha gani hizo? Wanasema lugha Kiswahili, Kidaki, Kimasai, Kinyaturu na nyingi sana. Ulijifunza nini, lugha gani hizo sasa? Mimi nakifunza Kiswahili kwa sababu Wanyarwanda wanasema Kinyarwanda na Kiingereza na Kiswahili kidogo. Hizo vya Kilaki, Kinyaturu, Rwanda hamna. Hujajua hata neno moja kwa Kilaki? Najua kusalimia mtu.
Kwa hiyo usalimie, ujibu tusikie. Kwa salamu wanasalimiaje? Lawai. Lawa. Hiyo ndio kila kitu. Lawa? Lawai. Lawai. Wanajibu? Wakasema sayama. Sayama. Hapo umemsalimia mtu. Ndio. Aha. Kwa amna lugha nyingine ulijifunza kama hiyo eh? Hapana. Hata Kinyaturu? Ni kigumu sana. Ni kigumu sana. Kitamaduni ya Tanzania uliipenda kuhusu kuna kusalimia kwa mtu mdogo kwa mkubwa, ya hiyo ya shikamoo marahaba, na Kirwanda hiyo haipo, hatuitumii. Kitamaduni zingine zinafanana au ziko tofauti? Kama kwenda mwenendo, chakula, nini? Kuna vitu tofauti ya Tanzania na Rwanda. Vinafanana vyote. Ndiyo. Hata uzuri wa watu, kupokea watu, sisi zote si Wanaafrika. Ndio, watu wanafanana, wote ni wazuri. Tanzania, Rwanda, wote ni wazuri. Wote ni wazuri. Uliona hamna tofauti. Ndiyo. Tofauti gani unayoweza kueleza mtu ukasema mimi Tanzania niliona hichi, Rwanda hamna? Na kuna hichi tunayo Rwanda, Tanzania hamna. Ni nini? Ni kitu kimoja cha wanafunzi. Ndiyo. Wanapenda kula kitu kinaitwa sukari guru. Sukari guru. Na Rwanda hamna. Rwanda hamna. Hamna sukari guru eh? Ndio. Silisiketi kuna maboga. Maboga unayajua? Maboga nayajua. Sasa Rwanda ipo au ulikuta Tanzania? Rwanda ipo. Ipo eh? Sio wote. Haya, asante kwa yote Esther ambayo umezungumza kupitia mtandaoni. Huyu na wengi wamekusikiliza, wanajua kwamba ulienda kujifunza. Ulimaliza kujifunza, sasa hivi ni mtu mzima eh? Ndio. Unaweza ukafundisha mahali pengine. Ndio. Tunakuhitajia ili ufike mahali ambaye kwa lengo ulikuwa unafikiria kufika, na Mungu akusaidie ufike. Kwa hiyo kuna jambo moja au mawili unaweza kuwaambia wale ambaye wanasikia kwenda kusoma Tanzania ni kitu ngumu, wanaogopa kwenda kusoma huko Tanzania au mahali pengine, au kujifunza ususi na ushonaji. Kuna jambo unaweza kuwaambia? Watu nawaambia Tanzania ni hazuri. Ndio. Kufunza Tanzania haina shida. Haina shida. Wanapenda Wanyarwanda sana. Kwa watu wataka kwenda Tanzania, kuwa rafiki ya Tanzania ni wazuri. Kwenda ukakaa hapo, hutaki kuongea na wanafunzi wa Tanzania. Ndio. Ni vibaya sana. Ni vibaya. Ndio. Yaani watu ni watu ambao wanapenda muzungumuzi. Ndio. Na angalau kama huzungumuzi hauwezi kujifunza kitu. Ndio. Kwa hiyo na washauri watu ambao wanaweza kwenda kusomea huko, wao wanazungumuza. Ndio. Wajielezee watu, wazungumuze maneno, ndio wanaweza labda wakajua vitu vingi kuliko kunyamanza. Ndio. Asante, tunakushukuru. Kwa sasa hivi unaandaa nini? Unataka kufanya nini? Kama ulivyofika nyumbani kwako, ulipokelewaje? Kwanza hiyo, wale waliobaki Tanzania wajue walikupokeaje. Sasa hivi unasikiaje kuwa kwenye nchi yako Rwanda? Nasikia vizuri sana. Unasikia vizuri sana? Watanzania nawashukuru Mungu. Unawashukuru kwa Mungu. Ni watu wazuri, wanasaidia watu. Ndio. Kitu kingine nimesahau kuambia, nashukuru Mungu kwa wapishi wetu. Kwa wapishi wa jikoni. Ndio. Wanatusaidia sana. Kwa chakula? Kwa chakula. Umekuwa umekosea kweli. Tunapenda kula, wanatusaidia. Sasa Esther, niliona kwenye graduation ulifanya vitu tofauti. Michezo, uimbaji. Kuna nyimbo fulani unaweza ukaimba kwa Kiswahili? Ndio. Kama
ni ya Mungu, kama ni ya kawaida. Hebu kwa wale ambao wanatufuatilia mtandaoni, hata wa Tanzania wanakusikia, wengi watakuona, na kuna wengi ambao walikupenda. Kama kuna nyimbo ndogo unaweza ukatuimbia dakika moja, dakika mbili kupitia nyimbo hiyo, na baadaye utapata muda kama dakika moja kutafsiri nyimbo yako, si ndio? Kwa kuwa nilikuona ulicheza mchezo tofauti, uliimba nyimbo tofauti. Ulijifunzaje kule? Mlikuwa mnajifunza? Walikuwa wananisaidia kuvifunza vyote. Kwa hiyo kuna nyimbo unaweza ukawaimbia watu? Ndio. Karibuni kwa nyimbo. Tunawashukuru wazazi wetu, Amina, na walezi, Mungu abariki walezi wetu, Babu Gote, Baba William, Mungu abariki. Tunawashukuru wazazi wetu na walezi, Mungu abariki walezi wetu, Babu Gote, Baba William, Mungu abariki. Shukrani zetu mzipokee, shukrani zetu mzipokee. Ni hiyo. Amina, amina. Wow. Uko mwimbaji mzuri. Ukiendelea kuishi Tanzania ungekuwe mwimbaji mzuri kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo Watanzania wamekuelewa, wamesikia nyimbo yako, lakini wa Rwanda watajuaje ulikuwa na nyimbo inamaanisha nini? Kwa Wanyarwanda sasa hivi nasema Kinyarwanda. Turabashimira ababyeyi bacu. Nyimbo kwa Kinyarwanda ndi inasema turabashimira ababyeyi bacu. Turabashimira abarezi bacu. Yego. Babarimu. Ndamushimira Babu Gote. Baba Gote, umubyeyi Gote. Umubyeyi Gote. Yego. N'umubyeyi William. Yego. Ni hiyo. Mubasabira umugisha ku Mana. Ndabashabira. Kuko ari bo bagufashije. Imana iguha umugisha cyane. Wakoze cyane. Rero urumva ushoje mu Kinyarwanda n'ubundi twari mu Giswahili. Turudi kidogo kwa lugha ya Kiswahili kwa kumalizia. Kuna maneno unaweza ukawaambia watu ambao wanakufuatilia chenye unataka kusema, kama ni kushukuru, kama ni kuambia neno fulani? Sulifika Rwanda wakakupokea vizuri? Ndiyo. Wazazi walifurahia? Ndiyo sana. Walisemaje wazazi wako? Wanasema ni vizuri sana. Walisema ni vizuri sana. Ndiyo. Na wengi ambao wanakufuatilia tutaendelea kuwajulisha wale ambao wana mashule ya kifundi. Kwa hiyo tamka neno moja, labda moja mbili chenye nataka kusema. Vya ufundi vyote navijua. Ndiyo. Kutaka kazi, sasa hivi hamna kazi. Hauna kazi? Nawaambia watu wanisaidie. Upewe kazi. Upewe kazi. Kwa hiyo unashukuru, ulijifunza yote, sasa hivi unaomba kama mwenye ana kazi akupe kazi ya kufundisha au kufanya. Ndiyo. Yote kazi ulivyosomea unavijua. Diploma yako iko? Ulisema una diploma za aina mbili ya nini na ya nini? Ya ushonaji. Ya ushonaji. Na ususi na urembo ni moja. Ususi na urembo ni diploma moja. Ndiyo. Unajifundisha somo moja. Ndiyo. Kwa hiyo wale ambao wanakufuatilia mtandaoni, kama kuna mtu anayesi kukupa kazi, upo na namba yako ya simu hiyo, au kupitia mtandaoni watatuambia. Asante kwa yote, tunakushukuru dada Esther. Mungu akipenda utaendelea kusoma haviishi, si ndio? Ndio. Na baba William, baba yako, na muimbia nyimbo nzuri kwa aliyosaidia Baba Gote na William. Nafikiri kuna machache atakusaidia ili uendelee kusoma kufika juu sana, si ndio? Hongera sana.
Asante. Hongera kwa diploma, hongera kwa lugha, hongera kwa kupendeza, unapendeza. Asante. Barikiwe sana. Amina. Haya, asanti wapendwa wasikilizaji. Tulikuwa na mgeni Esther, ametoka kujifunza masomo ya kifundi nchini Tanzania, Arusha, pale mji mdogo wa Dongobesh. Walijifunza ususi kwa Kirwanda ni ugusuka, na wakajifunza ushonaji kwa Kirwanda ni ukudoda, wakajifunza urembo amuna kwa Kirwanda sisi wa Rwanda tunasema kwa Kiingereza ni makeup. Alijifunza yote. Kama unamtaka kuwa ni mwalimu kwa shule lako, unaweza ukatupitia. Amesema Jado, amesema mchungaji James, pale wote penye unapita unaweza ukamuona. Kama ni kazi, yupo, ni binti mdogo na anaendelea, anapenda maendeleo. Sasa wale wote ambaye mnatusikiliza, tunapenda kuwabariki tukisema Mungu awabariki wa Tanzania, waliotoa hela zao, waliofanya chochote ili mtoto wetu asome vizuri, apendeze, anaonekana kwamba amependeza. Mubarikiwe nyinyi wote. Mungu awabariki. Shalom, shalom.